Bwana salama? Shingapi hapa? 250. 250? Najisifia mwenyewe? Hii inanifaa. Dar es Salaam ina mitaa mingi sana. Na leo moja kati ya mtaa uliopo ni Pugu. Jijini Dar es Salaam ndo sehemu ambayo tupo na sehemu inaitwa Kigogo ndo mitaa ambayo tupo siku hii leo. Karibu sana Kigogo Fresh, Dar es Salaam, Tanzania. Hii ni mtaa kwa mtaa na mimi ni Morris Kembo. Safari yetu kuelekea kwa Johari imeiva. Twende tukamsikilize Johari ana nini ambacho Yesu wa kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha ametenda kwenye maisha yake. Mimi ni Morris Kembo, cameraman wangu anaitwa Goodluck sambamba kabisa na Elisha. Tungane sote kwa pamoja na Yesu kubariki sana. Karibu. Hapa ndo kwa nyumbani kwa Johari Haruni. Tumefika kama ambavyo tulisema kwamba tutafika Kigogo na tutafika nyumbani kwa Johari Haruni. Tumefika nyumbani kwake kwa ajili ya kuzungumza naye kupitia kipindi bora kabisa cha mtaa kwa mtaa. Mimi ni Morris Kembo Mori K. Niko na timu kubwa kabisa ambayo tumeambatana hapa siku hii leo. Niko na kameramani Goodluck sambamba kabisa na Elisha. Asante kwa wewe ambao unaendelea kutufuatilia kupitia kipindi bora kabisa cha mtaa kwa mtaa. Kinapewa nguvu na madhabahu ya Yesu Kristo. Inaitwa Fresh Spring Fellowship kutoka Kimara Temboni jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Ni kwa mtumishi wa Mungu anaitwa kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Ratiba za ibada ni Jumanne kuanzia saa 8 kamili mchana, Ijumaa kuanzia saa 8 kamili mchana na siku ya Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana ngomeni, karibu sana ufunguliwe upone ili na wewe tukufuate kupitia kipindi cha mtaa kwa mtaa. Tukae na wewe kama ambavyo leo tumekaa na Johari. Bwana Yesu Kristo atukuzwe tena. Amina, amina. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amina sana. Tumefurahi kufika nyumbani kwako. Inaonekana ni mwenyeji sana mtaa huu, umeishi miaka mingi sana. Ni mwenyeji. Miaka mingi? Mwaka ni wa 10. Aisee? Mwaka wa 10. Mwaka wa 10 sasa. Aisee, umeishi muda mrefu sana. Hapa ni kwangu. Nina miaka 10 toka nilipojenga. Japokuwa kuna muda fulani sikuwepo, kama unakumbuka. Lakini pia mimi ni mwenyeji sana hapa getini hapa. Yaani ukifika getini hapa ukiuliza kwa mama Mu, ani hata mtoto mdogo anapajua. Asante sana. Yamkini kwa yule mtu ambaye ndo anatutazama na kutusikiliza kwa mara ya kwanza anatamani kujua ni nini ambacho kimetuleta siku hii leo. Maana sisi tukifika sehemu basi kuna kitu ambacho Yesu amefanya ndo kinatuleta moja kwa moja. Karibu sana, utuambie safari yako ilikuwaje na ni kitu gani ambacho Yesu amefanya kwenye maisha yako kilichofanya timu mtaa kwa mtaa leo ifike nyumbani kwako. Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji. Yaani Yesu wa Ngomeni amefanya mengi. Nasema tu kwamba ngome ya Yesu Kristo Kimara Temboni kwa kuhani Musa Richard Mwacha baba lao ni sehemu sahihi sana. Ndugu mtangazaji, mimi kama nikufa ningekuwa nimeshakufa na mpaka kaburi sasa limeanza kusahaulika. Lakini naweza kusema Kimara Temboni kwa kuhani Musa Richard Mwacha, yeye ndo ameokoa maisha yangu. Ilikuwaje? Kwa nini unasema hivyo? Umenitisha kidogo ujue. Kwa sababu ndugu mtangazaji, nirudi nyuma.
Mungu aliniona mapema sana, nikawa namiliki vitu, kifupi nikawa ni tajiri, ni mtu ambaye ninajiweza. Yaani ilifikia kumiliki hadi milioni 800. Milioni 800? Na hiyo ni akiba ambayo nina malengo nayo, mbali na matumizi mengine na shida ndogo ndogo za ziada. Yaani mbali na vitu kadha ambavyo unavifanya na miradi ulionao, lakini kesho ulikuwa na milioni 800. Nadhani watu wote ambao wenye kuanzia umri wa miaka 22 wanaelewa kwamba unapokuwa unafanya kitu ina maana kunakuwa na akiba. Akiba ni kitu kisichotumika kwa sasa na wala hakipo kwenye oda. Basi ndio ilikuwa milioni 800. Ngoja Johari. Kidogo hapo mimi umenitisha kidogo, umenitetemesha. Ulikuwa unafanya shughuli gani mpaka ukawa una akiba ya milioni 800? Mimi nilikuwa ni mfanya biashara tu. Biashara gani ulikuwa unafanya? Biashara tofauti. Nilikuwa nabadilisha biashara nyingi sana mwanzo kwa sababu mimi nilianza na shilingi 50,000 tu. Lakini ndani ya mwaka tayari nina milioni 6. Lakini nilikuwa nabadilisha biashara tofauti kutokana na ule mtaji unavyoenda unakuwa. Ulikuwa na umri gani kipindi hicho? Maana nimeshtuka kuniambia milioni 800, nikiangalia na umri wako ni vitu ambavyo haviendani. Kipindi hiko nilikuwa ni bado binti. Nimeanza nikiwa na umri wa miaka 17. 17 ndo umeanza kufanya biashara. Na maana kumiliki pesa kuanzia milioni 10 nikiwa na umri wa miaka 18. 18 tu. Napo ilikuwa ni kwa sababu maalum. Kwa sababu pale 18 unajua unatakiwa uwe bado uko mwanafunzi. Lakini dharura ilitokea. Au nianze tu kwa kujitambulisha sasa hivi. Jitambulishe vizuri kwanza. Mimi naitwa Johari Haruni. Jina la ukoo tunaitwa yani Johari Haruni Kajonjo. Mimi ni Msukuma. Ni Msukuma, asili yetu ni watu wa Shinyanga huko. Lakini babu alitoka Shinyanga, unajua katika kutafuta maisha akawa ameelekea Tabora, wilaya ya Ulambo. Kijiji cha Ukondamoyo huko. Kule sasa ndiko akamuoa bibi, wakawa maisha yapo kule. Mpaka kina baba akazaliwa, wakaoa mama mpaka tukazaliwa sisi. Mimi ni mtoto, si tupo 7. Mimi ni mtoto, tuko 8. Mimi ni mtoto wa 7. Ina maana anaonifuata ni wa mwisho. Sasa unajua mazingira yale ya kijijini ni kule maisha ni duni sana. Kwa hiyo nikawa nimesoma nasari. Kuanzia nasari mwaka wa kwanza wa pili nikawa tu ni wa kwanza yani. Nikaja nikaanza primary. Nimesoma primary, sasa nikawa ni wa kwanza tu. Yani kuanzia darasa la kwanza standard 1 mpaka 7 ni hiyo tu. Sasa baada ya hapo nikawa nimefaulu kwa yani AA kwa alama zote. Kwa hiyo sasa pale kipindi hiko ujue hizi shule za kata zilikuwa hazipo. Na walikuwa hawachukui sana. Yani ukichukuliwa ina maana uko sawa. Pale ikabidi serikali inichukue. Inisomeshe yenyewe. Basi nikaja kuanza Mzumbe pale secondary school, nikaanza form 1, kasoma pale mpaka form 4. Nilipofaulu form 4 nikaenda Azania hapa. Nikawa nisoma form 5, nikafaulu 6 kwa sababu alama ni zile. Sasa baada ya kufaulu 6 nasubiri ule muda sasa wa kuja kuanza. Ikabidi serikali na kulipia, lakini mambo madogo mzazi anachangia. Ikabidi nirudi nyumbani Ulambo kijijini kwetu Ukondamoyo huko. Nikarudi sana, nimefika nyumbani pale namkuta babangu ana hali mbaya sana. Ni vile tu nilikuwa huku wakaha niambii, unajua ile wanasemaga si ukimwambia si utamvuruga nini. Hawezi kusoma na nini. Alikuwa anaumwa yupo vibaya sana. Yaani amefunga kauli ile siku ya 4. Nakuta pale watu wote wamejaa, kufika ndo naambiwa pale kwamba anaumwa. Asa nikaingia, nilivyoingia kwa sababu mimi na baba tulikuwa yani ni baba alikuwa anapenda kusikilizwa kwa viwango vyote. Kwa hiyo mimi nikawa najitahidi sana nimsikilize kwa viwango vyote ili mradi tuende sawa. Kwa hiyo alivyoniona tu akasikia Johari kaja. Ile ni kama ilimstua fulani, akafungua kauli japo anaongea neno moja anakaa, lakini akaongea
akasema mwanangu, kwa sababu maneno haya nayoongea aliyatumia masaa haya, yaani uchanganye herufi, lakini kwa sababu mimi nikawa niko makini. Kikubwa zaidi ambacho alikwambia ni kitu gani ili kupunguza muda? Alisema kwamba bwana, mimi hapa nipo na hali mbaya sana, naumwa, pesa niloko nikukusanyia nimeitumia kwenye matibabu. Kwa hiyo sasa cha msingi tuombe Mungu, nikipona nikukusanyie uende, na kama nisipopona yote ya Mungu itabidi usubiri wakishavuna ndio wakupe uende chuo. Basi ikanivuruga ile. Sawa, kidogo akaniita tena akaniambia, lakini kipindi unasubiri huu mwaka, we ni binti, mtoto wa kike, chukua gunia 2 uza, ili mradi ufanye madogo ya hapa. Ufanye madogo ya hapa. Basi anamaliza kuongea hivyo, si muda, yani kama dakika 15 akawa amefariki. Sio, pole sana. Kwa hiyo baada ya hapo ndo kachukua yale mahindi na ukaanza sasa karanga zile, nikawa nimeuza, nimepata 50,000. Ndo kaanza biashara. Ule ndo ulikuwa mwanzo wako wa kuanza kunyenyuka. Kwa mwanzo wa kuanza kunyenyuka mpaka kufikia hapo nilipofika. Hongera sana. Kumiliki, kuwa na milioni 800 kama akiba ni kitu kikubwa sana. Yaani ni kitu kikubwa sana tena sana. Baada ya kufika hapo sasa umekuwa mfanyabiashara mkubwa, una pesa nyingi sana, na nini maisha yako yalikuwaje na nini kiliendelea baada ya hapo? Maisha yalikuja ku stroke, yani kuharibika kipindi baada ya kufika umri wa miaka 19. Kwa sababu ni mimi kila sehemu na upande niliko huwa ni mtu wa kuamini, wa imani. Kwa hiyo kuna sehemu nilipokuwa naenda kuabudu hapo, kabla sijaokoka mimi nilikuwa ni Muislamu. Kwa hiyo sasa wale mashehe wale mababa wale ambao wa imani hiyo ndo wakaanza vishawishi kwamba inabidi uolewe kwa sababu Mungu kakujalia una nini si unajua ile. Kila siku ikabidi iniingie ile. Na pia wakasema, bwana, hapa kuna kijana huwa anakuja hapa na salisali, huyu tumemchunguza ni mwema. Kwa sababu nilikuwa na waheshimu na ninawaamini, ikabidi nikubali. Ukaolewa. Na wakati huo ulikuwa unaishi Dar es Salaam au ulikuwa unaishi Tabora? Kipindi hiko naishi Dar es Salaam. Dar es Salaam hapa. Hapa Dar es Salaam kipindi hiko sasa. Tayari baada ya kuwa kwa sababu kama unavyosema tuende kutokana na muda. Hapo tayari nikawa nimeshafika kama kwenye milioni 56 cash yani. Ikabidi sasa hapo nianze kununua nyumba. Nikanunua nyumba moja Ulongoni, sehemu moja huko kwa Masato. Nikaja nikanunua nyumba Banana, nikaja nikanunua nyumba huko Charambe huko Kirungule. Nikaja kwa unaziuza au unazinunua tu zinakuepo? Hizo nazinunua tu kwa zipo. Ina maana mpaka huyu anakuja kunioa tayari nina nyumba 3. Kwa hiyo na tayari nimeshaanza biashara kubwa, na duka Kariakoo pale Msimbazi kubwa sana la milioni 13 kipindi hiko. Ni mzigo mkubwa sana. Duka la nini la nguo? Duka la viatu, la viatu vya jumla. Kwa sababu kipindi hiko yani nilikuwa naagiza vitu jumla. Na pia nikapata promotion kwa Wachina wa hapa Tanzania, au ukiongea nao unampa milioni 4 anakufanyia connection. Akisha kufanyia connection yani wateja wanakuwa ni wengi, kwa sababu kimpa milioni 4 anafunga siku 3. Ina maana wale wote promotion wanakuja kuchukua kwako. Baada ya hapo wanaorudi kule wanarudi, wanaobaki hapa wanabaki ili kuendelea kujenga wateja wengi. Basi nikaoana naye yule jamaa, tukaja tukaishi Ulongoni. Kuna nyumba Ulongoni kubwa tu nzuri, iko sehemu nzuri. Tukaa tunaishi pale. Tumekaa, mwanzo alionyesha mwema. Kwa sababu alinioa hana kitu. Ikabidi sasa awe mpole, tupambane, na hakudhihirisha tabia hata mbaya. Kwa hiyo pale tukaa tunaendelea kupambana wote biashara, kwa sababu ikaenda ikasimama, yani ilienda kwa muda mchache ikawa ni kubwa sana, alafu wateja Mungu akafungua akawa ile sana. Kwa hiyo tukaa tunaajiri vijana pale, na bado na sisi wenyewe tunakuepo pale. Tukaenda vizuri mpaka tukaja tukajenga nyumba zingine kubwa sana, yani kubwa sana. Tukanunua gari aina RAV4 la kutembelea, tukanunua Noah, tukampa. Kuna kaka mmoja akawa anafanya biashara ya poti huko, kwa wiki analeta. Tukanunua bodaboda, na kipindi hiko ndo zinaingia bajaji, yani ile
tukaa vizuri na mna invest kimalengo, kwa sababu mimi nilikuwaga na malengo, yani nikasema hapana, kwa jinsi gani tunavyoishi haya maisha ya huku, mimi nataka nitoe na familia yangu katika, yani tubadili mfumo, na kweli Mungu aliitikia. Kwa hiyo sasa kilichokuja kuharibu kabisa, dakika ya mwisho, kuna huyu mtoto ambaye aliolemaa miaka 5, huyo ambaye sasa hivi ni mzima kabisa. Ndio kipindiko ndo nina ujauzito sasa, kwa sababu kao unasumbua na huku watu wako busy. Nikasema ngoja niende maternity huko nyumbani nikajisubiria, ndio nikaondoka. Kubaki huku sasa, kumbe ndo akazihirisha ule uhalisia wake sasa. Kwa hiyo ikawa akiuza hata milioni 5, 10, yeye anaenda kuingia kwenye hayo mahoteli makubwa ya wazungu, Serena, Kipex, wapi hadi Zanzibar, Veda, wapi, yani ashindwe hata kwenda Mombasa. Yani anaingia kwenye hoteli zile kubwa kubwa. Kuna hoteli zingine ukiingia paka kesho 700 anahamia, yani paka hakikishe zimeisha. Kumbe ni mlevi yule, kumbe yani akaingia kwenye makamali haya, makasino haya. Au wale wana vibali maalum, wale ukila wamekula zile nyumba, walikula zile zote. Na baadaye akasaini zote mpaka gari. Yani unafikiri na wewe haujui kinachoendelea, yani mtangazaji, sielewi. Ulikuwa uko nje ya Dar es Salaam wakati unasubiri kujifungua? Kwa Ulambo kwetu, kijiji cha Ukonda Moyo. Kwa hiyo nikakaa kule, sema nikaja kupata hisia muda fulani, simu ile haipatikani na mawasiliano hayo hapo, lakini haraka nikasema basi kama ana mengine atajua mwenyewe. Mimi nikajua labda ana mengine, lakini biashara bado zinaendelea, kumbe hamna kitu. Nikamaliza na hawa nao vijana ambao nilikuwa tumewapa hivyo vitu, kwa sababu pesa ilikuwa ikiingia benki inaingia message kwenye simu, hata zikiuzwa zikiingizwa, ina maana zinaingia, zikawa hamna kinachoingia. Hapo kidogo nikaanza kupata wasiwasi mpaka nikarudi. Niliporudi nikaenda hapo nyumbani, yani alishahama na nyumbani hayupo, haeleweki hata yuko wapi, na hata wao hawajui. Nimefika sasa, wale ambao tulio hapa hivyo vitu kuendesha kabidi waje pale, ndo wakaniambia bwana hivi hamna kitu. Ikabidi sasa kuna mtu ikabidi anisaidie kumtafuta yule, ikabidi niende kunini. Nilienda kwenye vituo vya polisi ili mradi wa mtafute. Nikasema labda inawezekana amepata dharura, kumbe hapana. Ndio kabidi jeshi la polisi alikosei field force wakaingia mtaani, yani baada ya siku 4 tu wakampata. Walimpatia huko Zanzibar, hata eleweki yani tena kumrudi. Ikabidi sasa ndo nimuulize, kwani vipi? Anasema mimi mwenyewe sielewi. Asa anajibu vitu hata vieleweki. Kwa mwenyewe unashangaa. Mimi ni bora hivi unasimulia. Sio kipindi hiko ndo unavaa huu halisia, yani wanaita majaribu. Sio kipindi hiko unatumikia ili jaribu. Pole sana. Asante, nashukuru. Basi hamna kitu. Hamna kitu. Namuuliza, anasema hamna. Basi pale kichwa changu kikawa kimeharibika. Na wakati huo ulikuwa tayari umejifungua na mtoto? Nimeshajifungua, yani kule nilikaa nikatulia. Kwa sababu huku kuna rafiki yangu, kumbe mchongo alikuwa anauelewa. Nilipokuwa nikitaka kuwahi kurudi, yeye alikuwa ana survive, anasema we tulia, subiri, tulia. Yani kumbe alikuwa anawekeza muda ili mradi nikae sawa, ili nikija huku nije kupambana na mambo. Kwa hiyo nilikuja nishajifungua, mtoto ana miezi 3 sasa. Sasa pale nakuja kwenda huko, kwa sababu pale tulivyoingia ubia na Muhindi kulikuwa na hisa fulani. Kukuta zile hisa zimeisha na deni pia. Na mzigo wote umeisha, kwa sababu pale yule tuliaminiana sana. Kiasi kwamba kama mzigo hamna bado hujafika hujaagiza, weka pakwe tu. Yani mzigo wote unaotaka ili mradi utarudisha. Basi kumbe alivyoona mzigo umepungua, kumbe hela yote imeisha, hajaagiza
katumia na bado akaenda tena kuchukua mzigo mkubwa. Ule mzigo nao kamaliza, basi narudi ndo naenda pale kwa huyo mbaba, ananiambia mbona kuna hiki na hiki, ndo namhadithia amechoka wewe. Ilibidi tu asamee, akasema tumefanya biashara sana na kujua, kwa hiyo kwa hili basi. Ina maana pale asingesamea, amesamea hela nyingi, milioni 60. Milioni 60. Alisamea tu huyo baba. Ina maana pale asingesamea ningekuwa kwenye matatizo makubwa. Basi ndugu mtangazaji, pale mambo yakaisha kuwa yameyumba. Na hata hiyo nyumba ambayo tayari nimeenda nayo tayari ilikuwa haipo mikononi. Tayari nayo imeshachukuliwa. Imeshachukuliwa na bado nashangaa mengine na tuisha tena jiwe lingine. Mara ndo wanakuja hapa sasa inabidi muame si nene la. Hani hapo ndo kichwa. Sasa kulikuwa na nyumba hii ya banana tulimpangisha, kuna Muhindi. Nikasema au nikachukua ile kodi au nimwambie hame, nikaongea naye ili tulichofanya. Kaka nafika banana nakuta gorofa inajengwa. Ilipokuwa nyumba yako kuna gorofa inajengwa? Gorofa inajengwa kabisa, floor ya kwanza tayari iko, ya pili. Nilifika pale sasa ndo nikawa naona sasa yani giza sielewi, yani hali mbaya. Ikabidi pale nikazimia pale. Ikabidi wamwite bosi wao. Kuja bosi yule ndo akasema, akawa na dada, wewe haya maisha tu nini, yani anaweka ile kunitia moyo. Kwa nini alimuuzia? Ni yule Muhindi aliuza? Wale wa Kamali. Okay, waliuza. Walichukua zile nyumba wakawa wameziuza, ni halali kule. Mambo yakawa magumu. Kaka, kilicho ninusuru kidogo ni kuna akaunti nilimfungulia binti yangu wa kwanza ambaye yupo form 3, nikasema niwe naweka hela kidogo. Ndo nikaenda kuikuta mule kama 1000, yani ilikuwa milioni 20 ngapi? Nyingi, milioni 64. Sasa pale ndo nikasema hapo watoto hapo shule hapo. Nikasema sasa nafanyaje hapo? Bado hata sielewi mengine, yani bado akili na yumba. Nikasema hapa nikawalipie kwanza hawa. Niwalipie hawa kwenye akili yangu. Hapo bado nayumba hivi vitu. Sijayumba zaidi, naelewa kwamba ile pesa ile ipo. Ile ambayo ya akiba hii milioni 800. Japo unaweweseka lakini naelewa ipo. Basi ikabidi nikachukua ile pesa nikaenda kuwalipia ile milioni 60. Nikaenda kuwalipia wale, nikaenda kumlipia huyu mkubwa huyu, nikamlipia hadi form ngapi? Form 6. Nikaja nikamlipia huyu mwingine mpaka form 4 ambaye ndo amemaliza darasa la 7. Nikaja nikamlipia na huyu hadi form 3 nadhani, huyu ambaye ndo alipata matatizo ya kulema sasa hizi ndo karudi shule. Nikasema hapa sasa nimemaliza, nimesukuma muda niangalie cha kufanya. Naenda benki nakuta kila unavyojaribu kuangalia kabisa hamna kitu. Hamna pesa. Yani pale yani siku ile ilikuwa inatosha kufa kabisa ile. Sema Mungu ni mkubwa. Natoka pale. Alafu sapo nilienda nina nauli tu kwa sababu kipindi kile utoi pesa nyingi mpaka uende dirishani. Nakaa chini, mhudumu wa benki ndo akachukua 6000 akasema fanya nauli urudi nyumbani. Narudi nyumbani wapi pale wamesema siku 2. Ndo ikabidi sasa katika hii milioni 60 imebaki 20. Ndio ikabidi nikaja huku sasa nikaletwa na dalali kuja kununua kiko anja cha bondeni milioni 3. Nikasema nifanyaje? Ikabidi niegeshe haraka hiyo milioni ngapi? 19 hiyo. Ikaenda mpaka milioni 20. Pale sasa ndo nikabaki sina kitu. Nikawa naanza kuishi hapa. Hapo mwanaume sasa ameondoka. Hayupo, yani hapo hayupo, aeleweki, kaishaondoka, yani hayupo. Kaisha kimbia tu sasa, hajulikani yuko wapi wala yuko. Mlikuwa mmebahatika kupata watoto wangapi? Tumebahatika kupata watoto 4. Kipindi hiko tuna furugu ile. Kwa sababu baada ya kurudi, ndugu mtangazaji, baada ya kurudi japokuwa nina hayo lakini bado tupo hivyo usile msuguano, lakini tupo hivyo kiaina.
lakini mpaka inafikia hatua kabisa ile kuachana kabisa, ndo tuliachana kipindi huyu na ujauzito wa huyu wa miezi 2 nadhani. Kwa hiyo watoto wote ni wa huyo jamaa. Watoto wangapi? Watoto 4. 4. Huyu wa kwanza ana umri wa miaka 16. Yuko form 3. Kuna huyu mwingine ana miaka 12, yupo darasa ndo amemaliza la 7. Kuna huyu ana miaka 10, ndo yuko darasa la 4, huyu alokolewa. Huyu ndio mdogo, ana miaka 3 sasa hivi. Naona mwezi huu ndo anafunga miaka 3. Ndugu mtangazaji, baada ya kuwa tayari nimehamia hapa, nipo hivyo sasa. Yaani unajua ile unaweza ukawepo wewe uelewi. Basi lakini sasa kichwa kikaa sijui kimekwaje, sielewi kutokana na yale mambo. Sasa nikawa napo hata hapa nilipokuja kukaa. Nikikaa naona ovyo ovyo, yani hali mbaya, sielewi, naumwa nikiamka usiku na kabwa na yani sielewi. Kichwa kimeshaharibika. Ikabidi nipakimbie na hapa. Nikaenda kupanga sehemu moja ya kivule huko Matembele, ndani kwa Mdigo, kichumba cha giza. Na hela sasa? Hela sina. Ukaenda kuishi huko na maisha kaendelea. Sasa ngoja. Nikawa naishi kule. Lakini uishiji wa kule yani maisha yakaendelea, lakini nikawa yani nipo tofauti. Yani mimi nikiingia mule chumbani sitaki mtu aniongeleshe, yani nilikuwa ni mtu fulani hivi, yani siko sawa. Sitaki ndugu, sitaki nani. Na hapo sasa huyo mwanangu ndo ameshamlemavu. Yule mwanangu ndo mlemavu kabisa, na hayo maswaiba ndo ninayo. Mambo ni magumu kwa sababu ndugu mtangazaji, dunia ina mambo jamani, tunapigwa jamani. Pole sana. Kipindi pale wamesema tuame vitu vyote vipo. Vilikuwa vitu karibu ya thamani ya milioni 8 nadhani. Nimetoka nyuma, si akaleta kenda akaiba navyo vyote, akakimbia navyo. Akaondoka navyo. Akakimbia navyo. Kwa hiyo nimeenda kule nilikuwa na hiyo hela kulipia chumba miezi 3 60, nimetoa 60 na ingia mimi kama nilivyo. Hakuna vitu. Alikuwa na roho mbaya, kabeba hadi nguo, makabati ya nguo na nguo zake zote. Naingia kama mimi nilivyo, na mtoto yule mlemavu nimempakatia na hali mbaya, namweka tu chini kama hapa. Na huyu yani naweka chini, wanalala na mimi nalala, tunatangua kujifunika. Mimi nimepitia mambo yakawa ni mabaya. Sasa mpaka kufikia siku moja hiyo, sasa mambo yakawa yanazidi kuwa magumu. Nikasema sasa mimi nafanyaje? Bora nife. Sina cha kufanya, yani kila kitu kimebasti. Nikasema ngoja nife tu. Nikachukua kamba ile, nikafunga kwenye kile chumba. Nikaingia, niliweka kino. Nimeingia pale. Watoto wakiwa wapi? Wamelala hapo chini. Hapo ndani. Hapo hata wajala toka tulikuwa uji usiku. Na mwanaume hajarudi, haonekani hayo. Inaonekana yani hakuna mtu yoyote ambaye anahitaji hata kunitafuta mimi niko wapi.